brother. Thank you, man. I'm saying this. I will not be tired to work for you. This is the first song. It's a hallelujah. Do we have hallelujah here? Hallelujah. I'm telling you this. I say hallelujah. I cannot be tired to work for you, God. Amen. Amen. This is slogan I like it when I say hallelujah. Amen. And then also I said the second song. We came today to work for you, the God Almighty of heaven. Amen. That makes sense. Where are you? Where did you go? Where did you come today? You are here to worship and praise the God. Thank you so much for everyone. Everybody, thank you so much to be here today. And thank you for coming. Thank you for the entire team for the Essential Ministry. Working together and strong to teach and then and also giving a good message for the church. Can we put our hand together for the entire team for the and the choir, thank you, choir. I'm grateful for you. And you are praising for God. You're not doing you're not worshiping me. I'm only I want to testify what you are doing. But the only God, one who can pay you. Let's go to the deep message. Last time we say about the joy. Who cannot laugh? Who does not laugh? Who was serious? Who never laugh? When we laugh, there are something good things we laugh. And sometimes there is what we call a bitter smile. Yeah. Some people smiling, but it's hurting. It does not the face of somebody who's kind of just crumpy. You want to just make a good face, but smiling, but it's hurting. Kuna mwingine mtu ambaye anaweza kucheka lakini ndani yake kuna maumivu, na kuna yule mwingine ambaye anaweza kucheka kabisa kama. Amen. Amen. There are people when he is angry, you feel like he's angry. Una wengine ambao wakikuwa wana kisirani unasikia kama watu wana kisirani. You can see unaweza kuona facial expression. Ile ni mwelekezo wa sura. Also when there is joy, na mara nyingine kama kuna furaha, there is unity. Kuna kuwa umoja. Isn't church? Ni vile kanisa. Is people laughing and eating together. Kama watu wiko wanacheka, wanakula pamoja, there is a unity. Kuna kuwa ile umoja. But also pia I want to tell you something. Mimi napenda kukuambia kitu. The good prosperity. Maendeleo ya mzuri. The blessing. Na mabaraka ya mzuri. Coming after suffering. Inakuja kisha kuteseka. Do you know that? Je, mnajua hiyo? If you want to get prosperity. Kama unapenda kufikia maendeleo. If you want to get your bachelor degree. Kama unapenda kufikia cheti chako cha masomo cha juu. You need to read under the tree reading your books under the tree, not in the house. ya miti huko unasoma ile kitabu yako. Hapana ndani ya nyumba. Je, unayajua hayo? If you want to get a job. Kama unapenda kuwa na kazi. You need to work and go every door asking. Unatakiwa kuanza kutembea mlango kwa mlango ukiuliza. No, we don't have a work. You need to go around. Unasema hapa hakuna kazi. Unatakiwa kutembea mahali kote, same kote. Before to have a baby, the same. Mbele ya kupata mtoto pia ni hayo yanatokea. Prosperity. Kufanyikiwa wa mafanikio. Inakuja kisha kuteseka. And when you suffer, wakati unapopita katika mateso, as a child of God, kama vile mwana wa Mungu, there is thing we always missing. Ile kitu ambacho tunakuwa tukikikosa kila wakati. Is to say thank you. Ni kusema asante. When you get it, wakati unapokipata, you forget. Unasahau. And we are going through in this period. Tuko katika sehemu wala nyakati. The period of gratefulness. Ni wakati ya shukrani. It's between November and December. Ni katika miezi mbili, mwezi wa 11 na mwezi wa 12. Pastor John said this. Pastor John alisema, since January and today, kuanzia mwezi wa kwanza mpaka leo, is grateful with God. Ana shukrani kwa Mungu. Because he's still alive. Kwa sababu yeye angali mzima, angali anapumua.
He passed through accidents. Alipita katika ajali. He didn't close the mouth and say, I want to just make the devil shame. Shame the devil. Lakini alisema anataka kumpatisha shetani haya. I said, hey, akasema, hey, devil, shetani, this is you fail again. You cannot. Hapa unashindwa tena. You cannot be with me. That's what we want the child of God every time. Ndio tunataka wewe mtoto wa Mungu kila wakati ukuje na umshukuru Mungu. This is a joyful. Hii ni ya furaha. Mean it's a giving the unity. Ambayo inapana ile umoja. And they give the sense of gratitude. Na inaleta ile hali ya shukrani. Today is the same subject. I say joy and the unity in Christ. Leo tunayo hiyo kichwa ya neno ambayo inasema furaha na umoja ndani ya Kristo. Let's read the scripture. Acha tuende katika maandiko. Let's go to 1 Thessalonians. Tuende katika Wathesalonike 5. When you go to 5:16, 18. First Wathesalonike wa kwanza. It's over there. If you cannot see, it's over there. Kama huwezi kusoma kuona, iko hapa inaandikiwa hapa Wathesalonike wa kwanza 5:16 mpaka 18. We are in the period. Tuko katika nyakati that we can rejoice every time. Ambapo tunapaswa kuwa na furaha kila wakati. It's not the moment to be sad. Hii haiko muda wa kunungunika. It's always. Ni wakati what David asked, you need to rejoice. Ile ambayo Daudi amesema tunatakiwa kuwa na furaha. You need when you rejoice. Wakati unakuwa na furaha. The word to be together ya kukua pamoja. And bless the God. Na kumbariki Mungu. Kwa kuomba. And the prayer means unity. Na kuomba inamaanisha umoja. And also give thanks to God. Na pia ni kumpatia Mungu shukrani. What Paul said in Thessalonians, he said this. Paulo anasema nini katika Wathesalonike? Rejoice always. Furahini siku zote. Pray continually. Ombeni bila kukoma. Give thanks in all circumstances. Shukureni kwa kila jambo. For this is a God will. Maana hayo ni mapenzi ya Mungu. For you. Kwenu. In katika Kristo Yesu. God wants you the way the fire you are passing today. Mungu anapenda wewe jalishi yale ambayo unapitia. Your sickness you are getting today. Magonjwa ambayo uko nayo leo. Your problem you have today. Tatizo ambayo unayo leo. Your missing you have today. Na vile ambavyo unavyokosa ndani ya maisha. Jesus, God asks Yesu Kristo Mungu anakuomba you must rejoice. Unatakiwa kufurahi. Because why? Kwa sababu it's the will of God. Ni mapenzi ya Mungu. Who can say no, God, because me, you know, because reason? You want to give me a reason? There is no reason for the Creator. Hakuna ile sababu kwa ajili ya Mungu. He do what he wants. Anafanya kabla venye anapenda. He can kill what he wants to kill. Anaweza kuua wakati anapenda. He can say what he wants to say. Anaweza sema bila anapenda kusema. You cannot counseling him. Hautenda kumshauri. You cannot turn around. Hautenda kumzunguruka. He do what he wants to do. Anafanya kabla venye anapenda kufanya. Because it's his will. Lakini ni kwa sababu ya mapenzi yake. Anasema hivi. Don't have a face. Usikuwe na sura ya kukunjama. But rejoice. Lakini mfurahi. And pray. Na muombe. It's time to pray. Ni muda, ni wakati wa kuomba. Somebody waiting you outside. Kuna mtu ambaye kuna kuchunga nje. He wanna steal your joy. Anapenda kuiba ile furaha yako. He knows. Anajua. That always you are laughing. Unajua kama kila wakati unakuwa furaha. Anajua. You are better person. Anajua unakuwa mtu mzuri. Anajua. You give to God. Anajua unapatia Mungu. Anajua. You believe to God. Anajua unamwamini Mungu. Anapenda kuiba. Anapenda kuikamata. Kwa nguvu. The only strategy. Lakini njia moja wapo tu. The only technique. Njia moja wapo, njia pekee yake tu. Rejoice. Ni kufurahi. You have the way to rejoice yourself. Unayo namna ya kufurahisha pekee yako. You have some technique yourself to know that I can bring back uko na ile namna ambayo wewe pekee yako unaweza kurudisha tena ile furaha yako. Don't give anyone a chance to steal your. Usipatie mtu yeyote ile nafasi aibe furaha yako. Don't tell anyone that say you want to take a chance for the say no. Wote ambao anataka kuikamata unasema hapana. It's mine. Hii ni yangu. I want to give an example. Nitakupatia mfano mmoja. Paulo was in a prison. Alikuwa gerezani. Of course, yes. Thank you, brother. See, somebody who just watching on me and see something I'm struggling too much. Thank you. Kuna mtu ambaye amenyangalia na akaona kama niko na tatizo kidogo. Mungu akubariki kaka. But always rejoice. Lakini kila wakati furahi. If God can bless you. Kama Mungu anaweza kubariki. Find a way. Utafute namna to be happy. Ya kukua na furaha kila wakati. We are going through
Turkey Day. Tuko tunapitia hii wakati ambao tunaita Turkey, ambayo ni bata mkubwa huyu. The family sitting together. Ambao ni muda ambao wa familia kwa pamoja. Patakuwa umoja. You can sit with your enemy. Unaweza kuketi hata na adui zako. You can sit with everyone. Unaweza kukaa na watu wote. But don't let anyone. Lakini usiache hata mtu mmoja. Take your day. Akamate siku yako. Your day is your day. Siku yako ni siku yako. Sema amen. Because Thanksgiving will be my day. Kwa sababu hii siku ya kushukuru Mungu itakuwa siku yangu. It will be my birthday. Itakuwa siku yangu ya kuzaliwa. It's your day. Ni siku yako. To rejoice ya kufurahi kila wakati. Paul said this. Paulo akasema hivi. It starts with gratitude and praise. Alianza na moyo wa shukrani na maombi. Do you already see somebody in prison? Ushaka kumuona mtu mweko gerezani. And they say thank you. Anasema asante. You are suffering. Uko unateseka. But you say thank you. Lakini unasema asante. But the suffering of Christian. Lakini mateso ya Mkristo. It's a will of God. Ni mapenzi ya Mungu. And he said this. Anasema hivi. So begin with gratitude and Paulo akaanza na shukrani akasema. He said about the partnership in the gospel. Akasema juu ya uhusiano katika Injili. And the confidence in God. Na ile uaminifu ndani ya Mungu. You need to continually unatakiwa kuendeleza kazi ya Mungu. He just tell people akambia watu they can not stop doing the work of God. Wasikate kumtumikia Mungu wala kazi ya Mungu. Because of circumstances. Kwa sababu ya matatizo ya nyakati. Kwa sababu ya matatizo na jeraha. Paulo akasema hivi. I'm in prison. Mimi niko gerezani. I'm asking you. Mimi nakwambia wewe. Mwezi wa 11. This November. Hii mwezi wa 11. Hii ni siku ya. Forever just coming to yourself. Haijalishi nini ambayo don't forget usisahau to do the work of God. Kufanya kazi ya Mungu. Don't forget to come to church. Usisahau kukaa kanisani. Don't give a reason. Usipane masababu. It's not the time of reason. Haiko muda wa masababu. Because November and December. Kwa sababu hii mwezi wa 10 na 12 ni muda ambao the soul can swallow some people. Udongo na meza watu. Hallelujah. Amen. Amen. Udongo takumeza, the soil can swallow you. We swallow you. That's what. Atakumeza. Sema atakumeza. Atakumeza. Okay? Yeah. It's a time people dying every time. People die in November and December. Watu huko wanakufa mwezi wa 10 na 12. The will of somebody to take you away. Usiache mapenzi ya mtu ikutoshe ndani ya njia. But let the will of God take you. Acha mapenzi ya Mungu ikutoshe ndani ya njia. Better to be taken by God. Ni mzuri kuchukuliwa na Mungu than to be taken by somebody else. Ila kuchukuliwa na mtu. Because he is a greedy person. Kwa sababu Mungu yeye ni mtu mkubwa mzuri sana. Because the guy is a greedy person. Kwa sababu mtu ni mtu wa uchungu wala ni mtu wa wivu. Ni mtu ambaye anafanya dhambi. Je, unaweza kumwaminia mtu gani ambaye anafanya dhambi? Akamate furaha yako. No. Na kutenda na udongo. Acha Mungu yeye akubebe akuchukue. Let himself to take you. Acha Mungu peke yake akuchukue. Don't let anyone to get your joy. Usiache mtu yeyote achukue furaha yako. He is in the prison and he said thank you to God. Alikuwa gerezani na akasema asante kwa Mungu. And Paul say again this. Na Paulo akasema tena. If you want to make your joy and the unit. Kama mnapenda kufanya furaha na umoja. It's you must live is Christ. Unatakiwa kuishi ndani ya Kristo. Living is Christ. Unatakiwa maisha ni Kristo. Can you go to living in Christ over there please brother? Tunaweza kuenda kwenye maisha ni Kristo? Yes. Philippians 1:21-16. Wafilipo 1:21 mpaka. And he said this. Akasema hivi. For me, kwa ajili yangu mimi, live is Christ. Not to live in Christ. Hapana kuishi ndani ya Kristo, kuishi ni Kristo. Can you hear me? Je, mnaweza kunisikiliza? Live is Christ. Kuishi ni Kristo. No live in Christ. Hapana kuishi ndani ya Kristo. Hallelujah. Make yourself to be Christ. Ujifanye wewe unakuwa Kristo. And be beyond Christ. Na ukwe nyuma ya Kristo. There's the difference. Vitu viwili. And Paul said, Paulo akasema, me live in Christ and to die is gain. When you die, kuishi ni Kristo na kufa ni faida. That means inamaanisha when you live is Christ, unapoishi ni Kristo, unaweza kufa. It's better to die in Christ. Ni vizuri kufa ndani ya Kristo
through your enemy, somebody kuliko kuishi juu ya maadui zako. Amen. Amen. The joy come when you live in Christ. Furaha inakuya kama maisha yako ni Kristo. And the 22 said this. Na 22 nasema, to go on living in the body, hata ninapoacha hii mwili, this will mean fruitful labor for me. Hii itakuwa kama vile kuzaa matunda kwangu. Yet what shall I choose? Je, nichagule nini? I don't know. Sijui. I'm between two. Niko katikati vitu viwili. Between two. Niko nafungwa ndani ya vitu viwili. I desire to depart and be with Christ. Ninayo nikwenda. Natamani kwenda na Kristo, which is better by far. Na ile ni ya mzuri. When you go to 24, tunapoenda, but it's no more necessary for that I remain in the body. Sio mafaa kwa kuweza kubakia katika mwili. Amen. Okay. Ni ya mafaa kubakia ndani ya mwili. I say convinced on this, I know that I will remain. Kwa kuaminia hiki, and I will continue for you the progress and the joy in the faith. Na nitabakia katika hii ndani ya furaha na imani. You have a beautiful body. Unayo mwili mzuri. You are very beautiful. You are cute. Mko your body is, you take care of your body. Uko nakamata soin ya mwili yako. You put a lotion and everything. Unatia mafuta na kila kitu. I know. Your mirror can appreciate your mirror. Amina yako kama kiako haijirizirishaki hata kiko. You are wonderful. Wewe uko But Paul said this. Na Paulo anasema hivi. We need to forget ourselves. Tunatakiwa kujisahau peke yetu. And forget to do a sacrifice. Na kusabu na tujitowe. And give yourself to God. Na kujipana peke yako kwa Mungu. You may make your joyful and you believe in the unity. Unaweza kufanya furaha yako na kuishi ndani ya umoja. Because if Christ is in you, kwa sababu kama Kristo yuko ndani yako, you be a joyful person every day. Utakuwa mtu wa furaha kila wakati. Amen. Amen. You may know everything. And the second one, you may know. Unaweza kujua kila kitu. Let me do the second one. Acha nifanye ya pili. And this is not simple. Hii haiko ya kawaida. Living is Christ, you need to be, let's go to another step. Acha tuingie katika hatua nyingine. You must be the humility. Unatakiwa kuwa na kujishusha. The humility of Christ. Kujishusha ya Kristo. The big example. Mfano wetu akabambi. Paul said this. Paulo akasema hivi. To exalt humility and the unity. Ili tupate kuwa na umoja na kujishusha. Jesus taking an example of attitude of Christ. Unatakiwa kuwa na mfano ya humble himself. Desturi ya Kristo ambao amejishusha peke yake mpaka kifo na msalabani. Jesus take himself in a cross. Yesu amejibeba peke yake msalabani. Akaonesha mfano kama vile Mkristo to humble ourselves. Tujishushe. He was a king of kings. Alikuwa mfalme wa wafalme. He came himself to akakuya hapa duniani. See the way that somebody who is a king. Angalia gisi mtu ambaye amekuwa mfalme. He wanna show the example. Akapenda kuonesha mfano. That we may be like a Christ. Ili tupate kuwa kama Kristo. If you are Christian, kama uko Mkristo, you cannot be above again. Hawezi kuwa tena wa juu. In this world, katika dunia hii, you must be a light. Unatakiwa kuwa nuru. You must show that Christ is living in you. Unatakiwa kuonesha kama Kristo anaishi ndani yako. You must show the example. Unatakiwa kuonesha mfano. Everybody can learn on you. Watu wanaweza kutumania wewe. That Christ is in you. Kwa sababu Kristo yuko ndani yako. They can say, wanaweza kusema, glory to the God who is in heaven. Utukufu mrudilie Mungu wa mbinguni. This is a man of God. Huyu ni mtu wa Mungu. Amen. Amen. You never know, you never see when you go somewhere they say you are a man of God. Haujaonaka unaenda fasi na wanakuambia wewe ni mtu wa Mungu. Because learning on yourself. Learning on you. Kwa sababu kukutumainia wewe. They can see something similar to Christ. Wanaweza kuona kitu ambacho kinafanana na Kristo. That's what Paul said this. Kwa maana Paulo anasema hivi. If you want to make your joy. Kama unataka kufanya furaha yako. When you humble yourself. Unapojishusha peke yako. You can make a joy. Unaweza kufanya furaha. Because there is people. Kwa sababu kuna watu want to be high. Wanapenda kukua juu. You find a group of people. Unaweza always want to be high bossy. Wanapenda kuwa babosi. Just reduce yourself. Wanasema ujishushe. You can make your day. Ili upate kufanya siku yako. Amen. Amen. You can make
make your day. Unaweza kufanya But siku if yako. you find people, Kama unakuta they are watu bossing, because and na level, ba biko wa juju. master degree plus master degree. Kuna master degree na mavicheti vya kubwa ya masomo. But if you have a master degree kama uko na master degree and the Christ, na uko na Kristo, you see a difference. Utaona kama kuna utofauti. Another master degree, ingine master degree will be down. Itakuwa chini. Another one, na ingine proudness. Itakuwa ya kiburi. Amen. Amen. But you can see, but we had the same level. Unaweza kuona tuko banifa moja. But were you proud of that? Na uko na it seems like for him is very, very important than yours. Inaonekana kama yake iko ya maana sana kushinda yako. The school you went to is the most important. You didn't do anything. Yake ni ya maana sana kupita yako. But the most important one. Lakini ya maana sana ninataka kusema leo. I'm not on the degree. Mimi siko kule kwa wakati wa degree. I'm here to give an example. Niko hapa ili nikupatie mfano. To humble yourself. Ujishushe. When there is people kama kuna watu to elevate themselves, wanapenda kujipandisha, and they put you somewhere, wanakutia hapa tamweni you can make your joy. Unaweza kufanya furaha yako. Amen. Amen. Because if you make here, kwa sababu ukiingia na discussion, patakuwa mtaanza kujadiliana. There will be some exchanging language. Pataanza kubadilishana maneno. You don't want to exchange with anyone. Kama upendi kubadilishana na mtu, you live in Christ. You living in Christ. Kama vile mtu ambaye anaishi ndani ya Kristo. The example of Christ. Kama vile mfano wa Kristo. Himself in the cross. Amejishusha. He died for the entire humanity. Akakufa kwa sababu ya dunia nzima. And they say take the old sin, it just passes the old sins. Akasukula zambi yote. He said you are free to come to him. Akasema uko huru kuja kwake. If yourself you repent. Kama unatubu peke yako. And you say yourself. Na unasema peke yako. It's a freedom. Ni uhuru. Uhuru. Amen. Uhuru. Yo. Freedom. Say yourself. Uiseme peke yako uhuru. No force somebody. Hapana ya mtu mwingine. But if you say I'm come to Christ like brother Chuck say, kama unasema seme nakia kwa Kristo kama vile brother Chuck sema kama unaisema, you say you are freely for the eternal life. Unasema unaachiliwa kuwa huru kwa uzima wa milele. Amen. 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 And then we go another point. Na tunaenda katika nukta nyingine. It's the point of if you want to make joy, kama unapenda kuwa na furaha, you must know. Unatakiwa kujua. Don't come in a church say only hallelujah, amen, hallelujah, amen. Usikie tu kukanisa na unasema hallelujah, amen, hallelujah. You must know the word of God. Unatakiwa kujua neno la Mungu. True knowledge in Christ. Ufahamu wa kweli ndani ya Kristo. You must know Jesus. Unatakiwa kumjua Yesu Kristo. Unatakiwa kumjua Kristo. Don't come only to the church. Usikie tu kanisani. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. I'm lying on you. You say amen. Unasema hata niko na kudanganya unasema tu amen. You must have a knowledge. Unatakiwa kuwa na ufahamu. You must know that what I'm saying today. Unatakiwa kusema hii ambayo anasema leo. It's not from me. Haiko kwangu mimi. It's from Christ. Ni ya Kristo. That's why joy come when you know. Ndio kwa maana furaha inakuja wakati unajua, unafahamu. And the unity come when you know. Na umoja inakuja wakati mnajua. I don't see the way people they're not talking about what I'm believing. Siwezi kuketi na watu ambao waongelezi mambo mimi naamini. People they are lying. Siwezi kuketi na watu ambao wako wanadanganya. I cannot say people they want only money, they want. Siwezi kuketi na watu ambao wanapenda tu pesa. I want to the place. Mimi napenda kuketi mahali. Ask me. Ambao wataniuliza. Get salvation. Tupate kukombolewa wala ukombozi. I want to go to heaven. Mimi napenda kwenda mbinguni. Because money is for here. Kwa sababu pesa ni hapa. The chair you are sitting is here. Kiti ambayo unaketi yako ni hapa. Myself I'm from here. Na mimi peke yangu ni hapa. But my spirit. Lakini roho. There is a soul collector. Soul collector. Mtoza ushuru. Soul collector. Oh. Nafsi ushuru. Mgusanishaji wa manafsi. Amen. He collecting the souls. Iko anakusanya nafsi. And they putting together. Anaichapa pamoja. Amen. Amen. I call God is a soul collector. Mimi namtaka Mungu mkusanyisaji wa manafsi. Because the Bible said this. Kwa sababu Biblia inasema all souls will remain too. Aseme manafsi zote zitarudilia to God. Mungu. That's why when the soul go to God, ndio kwa maana nafsi inapoenda kwa Mungu, they will be received. God will receive all souls. Mungu atapokea nafsi zote. He is collecting souls. Iko anazikusanyisha. Amen. Amen. And the knowledge, Paul said this. Na Paulo anasema ufahamu. Can I go to the knowledge? Minaweza kwenda ku knowledge. Righteousness, knowing Christ above all, perseverance in faith, and living with an internal perspective. Philippians, I'm going to go to Philippians. It's Paul is on against people who reliance on human achievement.
It's 3, 2, 4. 2 and 4. Jihadharini na Bwana, jihadharini na watendayo mabaya. Jihadharini na wajikatao, maana sisi tu hodari, tumwabuduo Mungu kwa roho na kuona fahari juu ya Kristo Yesu, wala atutumaini mwili. Lakini mimi ningeweza kutumainia mwili. Mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kutumainia mwili, mimi zaidi. Amen. Amen. I'll go to 3, the Philippians say this. Can somebody have another Bible? Bible English. There is a Jeremiah. Let not the wise boast of their wisdom, of the strong boast of their strength. This is I'm here. It rejects self-righteousness. Just translate. Jeremiah. Did somebody have English? Can you read quick over there? Mtu ambaye kuna Kiingereza tafadhali mtusomee. Kuna tafuta Kiswahili. Okay. We're going to read in the name of Jesus. Amen. You want me to read on the board or I read in my Bible? The Bible. Okay. Yes. Jeremiah chapter 9 verse 23. I read in the name of Jesus. Amen. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in the mighty. Let not the rich man glory in the rich. This is another version. That's what I was saying. Okay, that's good. Thank you so much. Yes. Can you just stop it? Don't boast in your own wisdom. Usijipandishe kwa hekima ya Don't say you know a lot of things. Usisema sasa mimi najua vitu vya mingi. We don't know anything. Hatujui kitu. Jeremiah 33 said this. Yeremia anasema hivi. If you call God, kama unamuita Mungu, He will show you what you don't know. Atakuonesha ile ambayo usijojua. Amen. Because we don't know anything. Kwa sababu hatujui kitu. That's what Jeremiah said. Ndio kwa maana Yeremia anasema. God said, call me. Yeremia anasema Mungu if you call me, unaponiita, I will show you. Ukiniita nitakuonesha what you don't know. But yourself you say you know everything. Lakini wewe peke yako unasema mimi najua yote. Paul wanna say this. Paulo anapenda kusema hivi. There are people who just making the idea for the human achievement. Kuna watu ambao wanajifanyia ile idea wala and they are expressing the desire to know Christ. Na wanaenda kuonesha ile they have power. Or for banatamania. Wanaonesha ile tamaa ya kumjua Kristo. And they need to have a fellowship for Jesus. Wanatakiwa kuwa na ile uhusiano wala kumfuata Yesu Kristo. We must inform them to come back to Jesus. Tunatakiwa kuwaonesha wala kuambia warudie kwa Kristo. And other people do business for Jesus. Na wengine wako wanafanya biashara ya Yesu Kristo. Our God is not for business. Mungu wetu haiko Mungu wa biashara. It's only for believe. Ni Mungu ambaye ambao wanamwaminia. It's spiritual. Yote ambayo unafanya iko kiroho. It's not physical. Haiko ya kimwili. When you mix the physical and the spirit. Unapokamata kiroho na kimwili. There is things that can come like we call flesh things come now. Kuna vingine ambavyo tunaita vitu vya mwili. And there is a confusion. Na kuna kuchanganyikiwa. Understand what is for God, what is for flesh. Hawezi kwenda kuelewa nini njoo ya Mungu na nini njoo ya kimwili. Ambayo nataka kukuambia. I want to say spirit is spirit. Paulo anasema roho ni roho. And the flesh is flesh. Na mwili ni mwili. There are some time when you mix the flesh and the spirit. Kuna mara nyingine ambayo and always the flesh can steal your joy. Okay. Kuna mara nyingine ambayo unataka kumelange roho na mwili na ile mwili inabeba. And sometimes unity disappear. Na umoja inapotea. That's here. I want to tell you for Paul. Mimi nataka kuambia Paulo anasema. We need to be in unit. Paulo anasema tunatakiwa kuwa ndani ya umoja. In the spirit. Ndani ya roho. Don't boast yourself. Usijipandishe. Don't say you know. Usiseme unajua. And don't say he knows. Usiseme anajua. But only God want to come to you. Anapenda kuja kwako. And they say call him. Anasema umuite. He can show you. Na atakuonesha. What is his will. Nini njoo and the last one. Mapenzi yake. Na ya mwisho.
the joy and the peace in the Lord. We must reflect the joy and peace in the Lord every time. Tunatakiwa kuonesha furaha na. And Paul conclude with this verse in Philippians. Na Paulo akamaliza na hii verse ndani ya Filipi. Paul said this. Paulo anasema hivi. To rejoice in the Lord. Kufurahi ndani ya Bwana. To live without anxiety. Kuishi bila woga. And to express the peace of God. Na kuonesha amani ya Kristo. That pass all understanding. Ambayo inapita ufahamu wote. The only things it's here. Kitu kimoja ambacho kiko hapa. I've told you the things. Niliwaambia vitu. So that in me you may have peace. Kwa ajili ndani yangu mpate amani. There is a peace of God. Kuna amani ya Mungu. When you doing the will of God. Wakati unapofanya mapenzi ya Mungu. And they say this again. Na akasema hivi tena. In this world. Katika hii dunia. You will have a trouble. Mutakuwa na matatizo. But take heart. I've overcome the world. Mujipatie moyo. Nimeshinda dunia. Kama vile Mkristo. Let me say this. Acha nikwambie hivi. Kama vile Mkristo. Jesus overcome the world. Yesu ameshinda dunia. He overcome the old trouble. Ameshinda magumu yote, matatizo yote. And he want you to be in peace. Anapenda wewe kuwe na amani. Whatever just your body passing. Haijalishi nini ambayo mwili wako unapitia. But you may live in peace. Unatakiwa kuishi ndani ya amani. We have some illustration I can give it to you. Tuko na mwangazo wala pendekezo fulani ambalo nataka kuambia. People passing from divorce. Kuna watu wengine ambao biko wanapitia ndani ya divorce. Struggling now. Biko wanateseka. We have some circumstances, some trouble coming, sickness. Kuna wengine matatizo ambayo yanatokea kwenye magonjwa. And the people never quit and coming and attending na watu hawajawahi kuvunjika moyo, wanakuja kila siku kanisani. People are rejecting from school. Kuna wengine ambao wametupwa, wale wamefukuzwa shuleni. Habana magrade ya bien wala mapoint ya bien. People financially they don't have money. Na wengine wanakuwa na usumbufu kiuchumi. The bills and everything. Hawana pesa ya kulipa facture yabo. When you work there is trouble, in work there is not good in work. Na kazini pia tuko na mashida. Hakuna kazi nzuri. People lost our love, somebody they love much. Wengine ambao walipoteza watu ambao wanawapenda sana. This book of Philippians. Hii kitabu ya Filipi. It's want to show how we must live with our suffering and pray for God. Inakuonesha gisi gani ya kuishi ndani ya mateso lakini kumwomba Mungu. Our joy and the unity. Na gisi gani tunaweza kubakia na ile upendo. Our relationship. How we can maintain our relationship. Gisi gani ambayo tunaweza kuchunga mahusiano yetu. The relationship and joy in the community. Mahusiano na furaha ndani ya kamati wala ndani ya family. Mahusiano na and also church amani ndani ya mafamilia na ndani ya kanisa. And we need to just to build our strong relationship. Na tunatakiwa kujenga mahusiano mazuri. And also we must stand. Na tena tunatakiwa kusimama. And no one can steal our joy. Na hakuna mtu yeyote ambaye ataenda kuiba furaha yetu. And we must be inspired with this book of Philippians. Na tunatakiwa kujengwa na hii because Paul na hii kitabu ya Filipi. Kwa sababu Paulo alikuwa katika mateso gerezani. He said we must build our joy and the unity. Na anasema tunatakiwa kujenga furaha yetu na amani. Through what we are passing through. Hata ndani ya ile ambayo tuko tunapitia. We must adopt the humility of Christ. Tunatakiwa kujivalisha hii desturi ya Kristo. And we must live in the peace of him. Na tunatakiwa kuishi ndani ya amani yake. Can we stand up? Tunaweza kusimama tafadhali. Hallelujah. There is the last word I want to say. Kuna neno la mwisho ambalo ninataka kusema. We must be inspired this week to seek the joy and the unity. Tunatakiwa kuwa inspire hii semene mzima tutafute furaha na umoja. And we must also reflect the love of and the grace of our Jesus Christ. Na tunatakiwa kuonesha upendo na neema ya Yesu Kristo. And we also be transformed in Christ and to reflect what asking God every time to be as a Christian. Na tunatakiwa kubadilishwa na kuonesha ile ambayo Mungu anatakiwa tuomba kama vile wa Kristo. You see yourself, you need to ask forgiveness. Kama unajiona peke yako unatakiwa kuomba msamaha. If you see the praise not enough for yourself, the praise not enough for yourself. Maombi yako haitoshi. Kama unaona maombi yako haitoshi,
We must pray together. Tunatakiwa kuomba kwa pamoja. Say only this. Useme tu hivi. Father, Baba, I came to you. Ninakuja kwako. Can we just repeat after me? Father, I come to you. Ninakuja kwako. I need to have my joy. Ninapenda kuwa na furaha. And to live in unity. Na kuishi ndani ya unity. I know you died for me. Ninajua ulikufa kwa ajili yangu. And the peace you overcome all things. I come to you. In Jesus' name. Let's pray. Father, in the name of Jesus, thank you for your word. You always saying, people must live in unity. People must be happy every day. You bring people to your sanctuary. You bring people just to your church. They may find the true love and also grace. Forgive everyone. Somebody passing through some situation, they want to come to you and they love you. In Jesus' name we pray. Amen. May the Lord bless you. Amen. Amen. Kulichunda chama shilienu chile fuma